بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuhu. Mpenzi mtazamaji wa Almawarid Online TV, ikiwa leo ni siku ya tano, Sheikh, si ndio? Leo ni siku ya tano katika Ramadhani, mwezi wa Ramadhani. Tunaendelea na jamvi la Ramadhani ikiwa ni sehemu ya 4. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tumeamka tena, mashaallah, alhamdulillah, tunashukuru Allah. Sheikh wangu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam. Leo tuko na mgeni wetu pia, Sheikh, unajua kumaarufu kwa jina la Ole Talib Said. Sheikh Talib Said ni imamu wa masjid mojawapo katika misikiti ya Kisumu County ambayo kwamba inajulikana kwa Masjid Rana. Alhamdulillah, tuko na yeye leo kwenye studio zetu, na leo tutakuwa tunagusia, mpenzi mtazamaji, tunagusia fadla za Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheikh wangu, huu ni mwezi ambao kwamba tunapata ayati ambazo kwamba zinaonyesha kwamba Qur'ani imeteremshwa kwenye huu mwezi. Labda unaweza kumuelimisha mtazamaji, huu mwezi ni mwezi wa Qur'ani vipi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tawfik kuweza kufika siku ya 5 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tawfik min indillah azza wa jalla. Ya pili, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya hidayah ya Qur'an ambayo kwamba kaiteremsha mwenyewe katika mwezi mtukufu. Hii ni neema kubwa sana. Miezi ziko 12, lakini kwa sababu ya fadhila ya mwezi mtukufu Ramadhani na fadhila ya Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala akaiteremsha Qur'an katika mwezi Ramadhani, na si tu katika mwezi peke yake, bali akaichagulia usiku bora, Lailatul Mubarak. Kwa hivyo Muislamu anazingatia kwa Qur'an ni kitabu ambacho kwamba kina fadhila nyingi sana, kina umuhimu kubwa sana katika maisha ya Muislamu, ndiposa fi Qur'an. Lakini ukitizamia maksad na malengo Allah Subhanahu wa Ta'ala kuiteremsha Qur'an katika mwezi mtukufu Ramadhan, lengo moja, hudan linnas, ili tupate hidayah, tupate uongofu, taa, kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo neema hii ya Qur'an, yafahamu Muislamu katika mwezi mtukufu Ramadhan anasoma kwa mazingatio kupata hidayah kabisa, tofauti na vile wengi wanafanya, kuwa tunasoma Qur'an ili tabarruk, kupata lirahma, kupata thawabu. Mpaka leo utapata ajabu, watu wengi katika jamii ya Waislamu hawaisomi Qur'an kwa malengo la hidayah, kupata uongofu. Wanasoma Qur'an kwa malengo, ima ni mgonjwa anataka shifa, akishapata tatizo fulani au tatizo atakwambia nataka kusoma Qur'an, lakini mtu hasomi Qur'an kupata hidayah. Naam, kwa ile mazoea ya kila siku asome Qur'ani kwa kutafuta thawabu pia vile vile. Sheikh, kabla hujaendelea, tunaelewa kwamba Qur'ani tumesikia kwamba Qur'ani imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Je, yote imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani ikakamilika hiyo siku, ama inakusudiwa vipi? Kwa sababu tunasikia pia Qur'ani wahi umekuwa ukiteremka kidogo kidogo kwa muda wa miaka 23 takriban. Je, hebu mfahamishe Muislamu anayekutazama, mpenzi mtazamaji, kwamba inaposemwa kwamba Qur'ani imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani inakusudiwa vipi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii Qur'an ameiteremsha kwa njia mbili, katika stage mbili. Naam. Ya kwanza ilikuwa samawia, ilikuwa katika mbingu kule. Naam. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Huu ndio mwezi ambao kwamba uliteremshwa Qur'an. Naam. Jumlatan wahida. Yani ile Qur'ani nzima iliteremshwa usiku mmoja, min lawhil mahfudh, kutoka lawhil mahfudh mpaka ila samai dunya. Yalla akasema bal huwa Qur'anul Majid fi lawhil mahfudh. Kwa hivyo Qur'an kutolewa mzima kizima
kutoka Lawhil Mahfudh mpaka Samau Dunya, Baitul Izza. Naam. Ilikuwa katika mwezi wa Ramadhan, ndani ya mwezi katika usiku wa Lailatul Qadr. Akasema inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, ndo napata kufahamu. Kwa hivyo ilianza Qur'ani kutoka Lawhil Mahfudh mpaka Baitul Izza katika mwezi wa Ramadhan, katika usiku wa Lailatul Qadr. Alafu ndo katika mara ya pili, stage ya pili, ndio ikawa Jibril alayhi salam anaiteremsha Qur'ani katika stage ya pili kutoka Baitul Izza kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda miaka 23. Mashaallah, mashaallah Sheikh. Sasa tunapoambiwa pia vile vile kuisoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu ameeleka kwamba isomwe Qur'ani, na mtu anaposoma Qur'ani atapata thawabu. Unaipata vipi hisabu ya thawabu mtu akisoma Qur'ani? Naam, thawabu Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake, kwa kila herufi moja unasoma unapata 10. Naam. Takasema alif lam mim, nimekusudia alif ni harf, lam ni harf na mim ni harf. Kwa hivyo kuna thawabu ya kusoma Qur'an. Naam. Ama kwamba imehimizwa, ndio Mtume akasema hata yule ambaye kwamba anasoma Qur'an wa yatata'ata, anasoma Qur'an anapata uzito. Amefanywa tashjii, amepewa moyo ya kuwa yeye ana ujira mkubwa, kwa sababu ujira ya kwanza ni kujitahidi na ujira ya pili ni kule kusoma Qur'an. Mashaallah. Kwa hivyo Muislamu hafai kufa moyo akasema mimi sijui kusoma, basi yeye akaacha kusoma Qur'an. Kusoma na kujitahidi na kule kung'ang'ana na kupitia tatizo uzito kusoma Qur'an, ujira wako pia unakuwa mkubwa. Mashaallah. Na Sheikh wangu, ikiwa mtu hajui kusoma Qur'ani, halafu manake juzi nimemsikia Sheikh wetu Sheikh Adan Qalla kwenye khutba yake akijaribu kuwahimiza watu kuisoma Qur'ani, na hasa waisome kwa lugha ya Kiarabu, wajifundishe vile imeteremshwa Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, wajifundishe ile Qur'ani kwa kuisoma kwa lugha ya Kiarabu. Na akawa anaongea kidogo si vizuri sana mtu akaja msikitini na akachukua tu mashafu labda ile ya Kizungu na akawa anaisoma tu kwa Kizungu tu, zile akaisoma tu kwa Kizungu peke yake. Lakini ni vizuri atafute thawabu zake pia na kwa kusoma lugha ya Kiarabu. Unaongeleaje mtu ambaye kwamba anakuja na kuchukua mashafu akasoma kwa lugha tu ya Kiswahili ama lugha tu ya Kiarabu au lugha nyingine yoyote ile kando na lugha ya Kiarabu? Kuna moja katika viongozi katika nchi ya Algeria. Naam. Alizungumza akasema ya kuwa pana haja muhimu kuondosha Qur'an katika maisha ya Waislamu. Pana haja muhimu sana ya kuondosha Qur'an katika nyoyo za Waislamu. Na namna ya kuondosha Qur'an katika nyoyo zao, kwanza tuwakinaishe na kusoma Kiarabu. Leo watu wanasoma lugha tofauti tofauti, Ufaransa, Germany, French, kila sampuli ya lugha, Kizungu. Mtu anakwenda shule kuanzia chekechea mpaka university. Naam. Atajifunza Kizungu. Lakini huyu Muislamu ambao kwamba kitabu chake cha uongofu imeteremshwa katika lugha ya Kiarabu, hana muda wala hajawahi kupanga hata kusoma Kiarabu. Mtu ana miaka 5 katika Uislamu, wacha 30, 40, 50, miaka 5 hawezi kukutafsiria suratul Fatiha. Na huyu atakimbia atachukua ile tafsiri, translation ya Qur'an. Toka mpaka lini sisi tutakaa kuwa tunategemea Qur'an lazima ifahamike na Wajaluo, wa Kikuyu? Kweli. Kina Sheikh Abdallah Saleh Al-Farsi Allah warehemu walijitahidi wakatafsiri Qur'ani kwa lugha ya Kiswahili. Naam. Sasa Kiluya kunahitajika mbinu gani ama kuna nini imepungua kiasi ya kuwa hatuna translation ya Qur'ani ya Kiluya ya Kikalenjin? Alhamdulillah, labda kuna Kizungu, Kiswahili na Kisomali. Hizi katika Western Kenya tuko hapa. Bado. Tatizo iko hapa. Kweli. Ni kwa utapata kwanza idadi ya wale waliosoma waliobobea katika lugha ya Kiarabu ni wachache. Sasa mtu anakimbilia kusoma Quran translation. Mtu anakimbilia
kuna aya, ndio maana wakasema katika khutba amba kwamba wasiokuwa Waislamu waweza kutupiga naye vita ni kutuwekea matafsiri zingine amba kwamba zitakuja kubadilisha maana ya Qur'ani, kwa sababu watu wanachoona aya imetafsiriwa, mtu anakimbia ana post kwa WhatsApp, mtu anatumia kwa status yake ya simu, mtu anatumia kusoma, lakini hajachunguza hii translation imefanywa na nani, kwa malengo gani. Kweli. Kwa hivyo hii masala ya mtu kuingia msikitini na akasoma Qur'an kwa lugha ya Kizungu au ya Kiswahili na ni mtu ni Muislamu, wallahi ni aibu kubwa sana. Kwa hiyo kuna umuhimu na haja kubwa ya kuwahimiza Waislamu wajifundishe Qur'ani, hasa kwa kuisoma kwa Kiarabu. Ndio maana wakati umegusia kwamba mtu anatoa rai kwamba ipo haja ya kuiondoa Qur'ani kwenye vifua vya Waislamu, tunakuta kweli Qur'ani imehifadhika na ndio kitabu peke yake ambacho kwamba kimebaki kiko salama, hakijawahi guswa na kuchezewa. Ni Qur'ani peke yake. Unaona kwa sababu gani imehifadhiwa? Kwa lugha ile. Ukienda wapi dunia nzima, mahali utakapoenda popote pale, Suratul Fatiha itabaki Suratul Fatiha, aya ni zile zile. Ukienda Siaya, ukienda Dubai, ukienda China, Hong Kong, ukienda wapi, imamu akiswalisha ataswalisha na ile Suratul Fatiha, aya ni zile zile. Kwa hiyo iko haja ya kuwahimiza Waislamu kweli. Mashallah, na pia kuna haja kwa sababu nafikiri katika moja ya vipindi vinakuja vijazo watakuja kuzungumzia masala ya ufahamu na usomaji wa Qur'an. Naam. Mathalan utakuja kuangalia kuna qiraa ya Hafs na qiraa ya Warsh. Tumezoea sisi East Africa tunatumia sana Hafs. Sasa mtu hajui, utapata kuna mwingine hajui hizi qiraa ni zipi. Naam. Akaja pengine akasikia mtu anasoma na qiraa nyingine ambayo hajasikia yeye, au akapata pengine hii imeandikwa, amechumia mushaf ambao kwamba pengine inatumia qiraa fulani, akaja akashangaa akasema bwana, tushapigwa vita, tushabadilishiwa Qur'an. Kweli. Ikapata pengine ni imamu ameletwa katika msikiti lakini amezoea katika qiraa fulani katika zile 7. Basi msikiti ukagoma, akasema bwana, tushabadilishiwa dini, tushabadilishiwa Qur'ani, hatutaki, kwa sababu hatutii umuhimu wa kusoma Qur'an na kuijua. Mashaallah, Sheikh wangu, jazakallahu khairan. Hebu tupatie wasia kuhusu usomaji Qur'ani. Sana sana nataka wasia huu uende kwa vijana wetu ambao kwamba wamebobea sana au wamezama sana kwenye lindi la social media, ambao kwamba wao ni TikTok kila kukicha, Instagram, Facebook, na yale wanayoyatazama pale ndani si ya faida juu yao, bali wamezama sana. Unawapatia wasia gani vijana kama hawa wa kiume na wa kike wa Kiislamu? Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika neema amempatia mwanadamu neema ya maarifa. Tuna soft copy, kuna vitu ambavyo kwamba ulimwengu umeendelea, teknolojia imekuwa hali ya juu ya kuwa leo utapata Qur'an imehifadhika kwenye simu, kuna kusikiza, kuna MP3, kuna MP4, viko tofauti, daraja tofauti. Naam. Lakini hii isituchangie tukakuwa wanyonge sana katika kusoma na kufahamu dini. Kuna haja kubwa sana leo mtu kuchukua Qur'an akafungua na ukasoma. Leo kuna haja kubwa mtu kukaa kwa mwalimu na akamsomesha Qur'an. Licha kwa tuna social media, tuna nini. Sasa hizi kuna wengine hata madaris hawaendi. Mtu hataki kusoma madarasa. Nakwambia mimi na mwalimu wangu kwa simu. Kuna ile mpaka ile imeitwa Qur'an pen. Ile unaweka unasikia sauti. Yote hizi ni neema, hatusemi ni makosa, lakini inahitajika wewe upate ile practical way ya kujifunza Qur'an, itoke katika kinywa cha mwalimu, anakufundisha ina baraka yake moja kwa moja, ina neema kweli. Atakusikia wewe umetamka vipi, umehifadhi vipi, na atakurekebisha mahali kweli. Ile kidude haiwezi kukurekebisha kweli. Pili, unapata katika hizi soft copy watu kufanya makosa, kufanya distortion katika Qur'an ikiwa katika hizi mtandao ni rahisi sana. Lakini utapata watu wamekwenda kuhama Qur'an
misikiti mashallah unapata Qur'ani zimepangana kwenye shelf na ni mpya kuanzia yani mwaka mzima, yani Qur'ani bado zimebaki ni mpya vile zilivyowekwa. Mpenzi mtazamaji, tukimalizia kipindi hiki, Sheikh kwa ufupi anatuhimiza sisi tumalize kufanya tujitahidi kusoma Qur'ani na tusome kwa lugha ya Kiarabu, na tuepukane sana na shortcut ya kusoma Qur'ani. Jaribu kujipatia wakati wako. Sheikh, tukimalizia labda kwa dakika moja peke yake, tupatie wasia. Kuna mtu ambaye anasema mimi umri wangu umeenda juu sana, mimi niko na miaka 60 70, siwezi jishughulisha tena na kusoma Qur'ani, wacha tu nifanye ibada zangu, ni swali nitosheke na hizo. Qur'ani wacha niachie watoto wangu na wajukuu wangu wajifundishe. Na akawa anatia bidii sana yeye kufundisha wajukuu wake, lakini yeye mwenyewe akajisahau ama akapuuzilia mbali, akasema mimi ni mzee, mimi niko karibu kufariki dunia hii, kwa hiyo sina haja ya kusoma Qur'ani. Unapatia vipi wasia watu kama, ikiwa ni waume kwa wake? Alhamdulillah, ni wasia kwa kila Muislamu, hii ni jukumu kwa kila Muislamu mtu kusoma Qur'an licha ya umri. Hata Mtume amepewa utume akiwa na umri mkubwa, miaka 40, na anafunzwa Qur'an mpaka amefikisha miaka 63. Aya zilikuwa zinateremka mara kwa mara. Kwa hivyo umri haijakinaisha mtu kusoma Qur'an. Kila mtu ajitahidi alivyosema Mtume sallallahu innamal a'mal binniyat. Ikiwa nia yako kweli wataka kujifunza Qur'an, mahma umri wako ni kiasi gani au ni jinsia gani, utasoma Qur'an na utahifadhi Qur'an. Barakallahu fiki ya Sheikh. Penzi mtazamaji, mwelekezi wangu ananiambia muda hauko pamoja nasi, bali tuache leo inshallah kwa maneno mafupi hayo. Sheikh akipata tena wakati mwingine tutamkaribisha tena kwenye jamvi la Ramadhani, ikiwa ni kwenye runinga hii ya Al-Mawarid Online TV. Tukuache insha Allah taala, somo makbul, Mwenyezi Mungu atakabalie somo zenu, na tujifundishe Qur'ani, tuisome Qur'ani. Ndio kitabu chetu kimeteremshwa kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wajazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.